Zai yuko wapi? Zai yuko wapi? Zai. Wewe nini wewe? Najua utakuwa unajisikia vibaya sana kwa mimi kuchukua maamuzi haya. Pia nafahamu wewe ni kaka yangu. Ila kwa matendo ulionifanyia na ukatili, hivyo nimeamua kuondoka na kwenda mbali. Zai. Kwa nini umeondoka mpenzi wangu? Kwa nini umeondoka mke wangu kipenzi? Mwanamke unaishi ndani ya moyo wangu. Kwa nini umeondoka Zai? Zai, hapana. Zai, kwa nini umeondoka Zai? Mwanamke niliyekupenda kutoka ndani ya moyo wangu, leo unaondoka Zai. Kwa nini umeondoka? Ni kitu gani ambacho mimi nimekufanyia kibaya? Ni kitu gani kibaya ambacho mimi nimekufanyia mpaka unachukua maamuzi ya kuondoka? Kibaya zaidi unaniachia barua mezani. Barua inasaidia nini zaidi ya machungu? Zaidi ya kutia hasira Zai. Uko wapi mama Zai? No. Ni kitu gani ambacho mimi nimekufanyia kibaya mpaka unaniacha peke yangu? Zai. Moja kati ya vitu ambavyo nimependa na kuvifurahia ni kukaa karibu na wewe. Nimezoea kukaa karibu na wewe Zai. Kwa nini uondoka? No. Lazima nikutafute popote ulipo na kisha nitakupata. Siwezi kukubali. Zai yuko wapi? Zai yuko wapi? Zai. Wewe nini wewe unafika nyumbani kwangu unaanza kunipiga babu vipi? Ukubwa wako. Zai yuko wapi? Nitakuchafua. Okay, sawa. Sawa. Wewe si unataka kujua ukweli? Unataka kujua ukweli? Sasa leo kwa mara ya kwanza nitakwenda kukuambia ukweli. Zai, mimi ninampenda na ninahitaji awe mke wangu. Mdogo wako awe mke wako. Baba moja, mama moja. Nimesikia ulikuwa unamkimbiza. Umekosa kumbaka. Sasa hivi bado unamkimbiza. Unanitafuta nini? Labda nikwambie kitu kimoja. Hata kama utanipiga, hata kama utaniua, hata kama ukafanya chochote kile, lakini ukweli lazima ubaki kuwa pale pale. Zai nampenda na ni lazima awe mke wangu. Brother, sikiliza. Jela inakuhusu. Apatikane, asipatikane, wewe jela inakuhusu. Zai katoroka. Zai kakimbia. Hata mimi hapa sijui Zai yuko wapi. Na mpaka leo mimi namtafuta Zai. Kwa la kufanya ni kitu kimoja. Nisikilize. Zai kapotea. Upotee wewe kabla ya yeye. Iwe jua, iwe mvua. Jela inakuhusu. Sitaki unielewe. La kufanya ni kitu kimoja. Shenzi wewe. Yaani mimi najua Zai aliko, alafu sikwambii. Yaani mimi ndio muuni, sasa ni lazima nikamilishe jambo langu. Zai. Mimi najua aliko, alafu sikwambii sasa. Yaani mimi mwenyewe ndo ndani nikamtafute. Mbavu. Yeye kunipigia nyumbani kwangu. Pumbavu nini wewe? Kwenda zako huko. Mimi nadhani huu msimamo wako ni mzuri sana.
kwa sababu ukiangalia wateja sasa tuna wateja wengi sana. Biashara itakaa itanyoka. Itakaa kwa ni msimamo. Kwa nadhani ni muda wetu sahihi sana wa kusimama na kuweza kupiga pesa sana. Nikikutazamaga wewe na kuona baba mtupu. Je, kiukweli mimi kwanza na enjoy na pia na kukubali. Kwa sababu baba ametuamini sana. Yaani mpaka amefanya kutukabidhi hii biashara, ameona sisi hatupomwangusha. Mimi wanajivuniaga sana wewe. Kwa sababu ndio maana baba kwanza ndio hivyo. Hivi nyinyi mnanichukuliaje sasa? Nyinyi mnakunitapeli mimi nyinyi? Yaani unamaanisha nini kuongea hivyo? Ina maana hujui au nini? Hivi nyinyi mpo serious kweli Vijana mmekuwa babaifu, matapeli, wezi. Hivi nyinyi wa kunibia wateja wangu kweli? Ni bora ungetumia busara kidogo basi. Busara gani unataka itumike? Sisi watoto wadogo, sisi ni watu wazima na ndio maana tumeaminiwa na baba kusimamia hii miradi. Sikiliza, baba yako mwenyewe amemfundisha mimi kazi. Sawa? Kama mtu akunibia ningone baba yako sio wewe. Na huyu mwenzako. Hivyo una ukile gani kama sisi tumekubia mteja? Ni nyie, taarifa zote ninazo. Chunga sana man. Ndio maana baba yetu sikiliza. Ndo mambo gani hayo unafanya? Sehemu nyamaza. Yaani unakuja hapa usalimii, unapiga watu. Mimi nishampiga. Unampigia nini? Nataka wateja wangu, kwani mbia wateja? Wale wateja mlioiba wale mtakuja kurudisha tu. Wewe mteja gani ameibiwa bwana? Mbona tuchanganya akili zetu? Unajifatoa fuse. Baba yule amemfundisha kazi mimi hapa. Sasa usiniambie hasa. Mbao. Brother. Leo hii mimi nimevumilia. Hivi vitu anavyovifanya huyu jamaa siku nyingine akija kuvifanya mimi mtaniona mimi mbaya. Mimi nitakuja nicheki action ambayo hautakao kaamini. Sitakubali huyu mbumbavu afike ainue mkono wake kunipiga mimi. Bila sababu ya msingi. Mimi nimemwacha tu. Nitachukua action mbaya ambayo hautakuja kutarajia bro. Je, nisikilize. Sawa. Hata mimi pia sijapendezwa na hiki kitu ambacho kimetokea hapa. Na huyo mpumbavu nitamuonyesha. Lazima nimuonyeshe kitu ambacho nitachukua maamuzi magumu sana. Haiwezekani anakuja hapa na vitu vya kipumbavu vya kishenzi. Mimi nadhani ni muda wako sahihi wa kusimama. Kama brother, inatakiwa usimame kabisa, ulisimamie hili. Huyu jamaa kama ukimwachia nafasi, kama saizi anafika na tutawala anaongea anavyotaka, maana yake anajua kwamba kuna kitu anajivunia. Asije tena kurudia kupata ujasiri wa kuweza kuzungumza maneno anayotaka yeye, kufanya vitu anavyotaka yeye. Mimi bro nitakuja nitainuka nitafanya kitu kibaya, wewe mwenyewe utakao kaamini. Nadhani bro umenielewa hapo. Je, nimekuelewa na nitalifanyia kazi. Nitalifanyia kazi, sitokuangusha. Huyu mpumbavu lazima nimuonyeshe. Road alafu siku moja akakurushia. Shemeji mwenyewe kanuna. Na kawaida yake sema Mungu atinyima bandamo huyo. Vipi mwanangu? Mbona umemind chala unini shida? Kwamba uelewi shida nini? Hivi mwanangu, Mimi sasa mwanangu tutaendelea kuongea na wewe kitu kimoja kila siku na mpaka lini yani? nikitoka kazini narudi mwanangu nakuta huko na wanawake zako. Alafu sasa yani kila siku nataka mimi nilalie uchafu. Haya maisha tutaendelea mpaka lini? Unatoka shuka ubadilishi, yani kila siku nataka nilalie mauchafu yako mpaka lini mwanangu? Sasa mwanangu mimi jaribu nichofanya hapo ni kipi? Ujaona cha ajabu nini yani? Hauheshimu nyumbani. Hapa ni sehemu ya kupoa. Mimi nikija nimetoka kazini huko nimechoka nakuja kutulia mwanangu nakuta wewe huko mauchafu yako hapo. Mimi nitalia uchafu wako mpaka lini mwanangu? Unabadilisha nyumbani. Mambo ya kuleta wanawake nyumbani sio. Kwa mwanangu mimi kuingia na nikuvusha leo mwanamke wangu, umeona ni shida. Ila mwanangu mimi mpaka hivi nimekuheshimu. Mwake na jendo ndio mida yako ya kurudi ndio maana kama nivuke naye sasa hivi. Ila mwanangu wewe unazingua. Kutokana na kwamba yani huyu au unajuana naye? Mimi najuana na mara zako toka lini? Wewe asikia. Kwani kodi unalipa mwenyewe? Tunalipa wote ni sawa. Mimi sina haki zangu pia lazima uniheshimu. Wewe mwanangu wewe. Ila mwanangu weka heshima. Ila mwanangu nini utajitetea na nini nikuelewe sasa? Mwanangu mimi sijakuzuia na mwanamke wangu hapa hivi. Wasikia. Mimi sitaongea na wewe tena mara nyingine. Cha kufanya, ingia ndani, badilisha ile shuka, toa uchafu wako huko kafue, si ukafanyaje? Mimi nakuja kupoa. Ila mwanangu mimi sasa nimechoka. Mwanangu mimi wewe mwanangu mimi hizo nitazifua jioni sasa nimechoka mwanangu. Uko na huruma basi. Acha mambo yako, kabadilishe shuka. Sio na uume chali yangu.
Let me siona za kumind hapo chali yangu. Shem vipi? Safi vipi? Safi kwema? Anondo nimemkuta. Wewe dada, hujiheshimu kabisa. Hivi kweli? Hapa ni kwenu sasa mmenihifadhi, si ndio? Au ni nini? Yaani unanichukuliaje? Unadiriki kutoka huko ulikotoka, unajua kabisa mwanaume wako anaishi na mwenzake, ghetto unamfuata hapa. Nini? Shem sikia nikwambie, tuheshimiane. Sawa? Afu mimi pale naangalia sasampa huko baba. Au kama unaona unataka niambie nizame ghetto hapo tumalizane. Kwamba unafikiri sasa kila mtu ni mchafu kama wewe ndo wako, si ndio? Unafikiri kila mtu anaendekeza ngono kama wewe ndo wako, si ndio? Usidhani kama usifikirie kila mtu ni mpuuzi. Na kama unaangalia sasa mpezo sampa anazokupa, simpelekane loji. Kwa nini mje kutuchafulia huku nyumbani mtuletee uchafu? Shem yupo hayupo? Hayupo, ondoka. Hilo ndo jibu. Ila akija mwambie nimefika. Tatafutane huko barabarani. Nilipokutana au ulimfuata hapa nyumbani ndo shenzi kabisa. Sasa kike shetani. Kwa mwanangu vipi? Safi bro, ni aje? Ndiyo. Kwa mwanangu umeona ile kunirushia maneno hapa hivi haitoshi. Umeamua uende mbali zaidi. Umfuate yule demu kwa madhaifu yangu chali yangu. Sasa sikiliza nikwambie kitu chali wangu. Iya mwanangu mimi siendekezi pia ujinga. Oya, Sikiliza, mimi siendekezi. umenikiana mwanangu, nasitaki kusikia uko unajitetea ujinga. Kwa nini aje hapa nyumbani? Yaani shida ni kwa nini huo mara yako bado anaendelea kuja hapa nyumbani? Sasa wewe mwambie siri zangu ili iweje? Kwa wewe umeenda kumwambia mfaidika nini chali wangu? Hajalishi tumechangia nini, sijui tumechangia godoro, sijui na nini hapa. Ila utafungasha vitu vyako mwanangu utaondoka. Tumefikia huko au si? Kwa mwanangu hapo utaondoka. Mara zako sasa tumefikia huko. Sasa mwanangu mimi nakwambia kitu kimoja ambacho haukijui kwenye haya maisha. Hizo sahani zako mbili ulizonunua juzi na hicho kijiko chako cha gesi kisikufanye kwamba ndo unajiona huko tayari kuoa. Bro, kuna maisha baada ya kuamka asubuhi. Acha undezi. Usiite kijiko cha gesi. Ile ni gesi mwanangu. Kweli kubabake maskini akipata mwanangu analia. Serious. Kwa mwanangu unaona tayari yani umetoboa. Kwa mwanangu umeona uende mbali nitukanaelea manini? Hao kama vitu tutazichapa mwanangu. Mimi siwezi kupigana na wewe man. Siwezi uona. Yeye maneno yako atakuponza mwanangu, shakwambia mara kibao. Sawa, siongei tena. Siongei tena. Wewe ushaamua ulichokiamua fresh. Mimi siwezi kupigana. Nitakuponza mwanangu. Fresh. Au kuwasheni. Bana, usikie. Linda kuachia maisha yako tuna wake zako. Mimi si watu wengine wakoje? Wanaume wengine mmeumbwaje si? Wanategemea tu nani? Mwanangu utaua mishipa hiyo. Mimi nakuchana kabisa. Oya. Huku utaama. Hivi wewe unataka nini ili sisi utuache tu na maisha yetu yaendelee? Leta nikwambie kitu kimoja dada yangu. Mimi leo sitaki kuongea kwa hasira wala sitaki kuongea kwa upole. Naongea kwa uchungu na maumivu. Ujio wako kwenye maisha yetu na ndugu yangu umekuwa ni matatizo sana. Mpaka sasa hivi ushanigombanisha na ule ndugu yangu. Na kitu kibaya zaidi ni kwamba sisi ni watoto wa kimaskini. Mimi bado ninajitafuta mama. Unaponigombanisha na ndugu yangu nitaenda kuwa mgeni wa nani? Sisi bado tunajitafuta. Sisi bado ni vijana wadogo, tumetokea kwenye familia za kimaskini. Ndio maana tukaamua kuchukuana sisi wenyewe, tukaamua tuchukue chumba chetu tuishi. Tuangalie kama tunaweza kufanya chochote. Kisha maisha yetu na bado hatujajipata, unaingia katikati ya maisha yetu unataka kututenganisha. Na wewe mbona unaweza tu kufanya maisha yako na watu wengine? Tuachie sisi maisha yetu. Acha Na kuomba. Basi shemeji, unalalamika mno. Afu mbona ni mzuri sana shemeji? Mbona uko ni kumbe nikikuangalia una vitu vyangu kabisa wewe. Wewe ni mzuri shem. Hebu achana na nondo. Tunaweza tukafanya kitu na sijue. Please.
tufanye kitu basi mimi na wewe. Mimi nikuombe kitu kimoja. Kwa sasa hivi niache, siko sawa. Wewe nenda tu. Kama nitajihisi na kitu ambacho naweza nikakueleza au nikakwambia, basi mimi nitakutafuta. Ila tu kwa sasa wewe niache tu. Siko sawa. Sawa, lakini jua nikija pale nakuja kama mgeni. Sawa? Sawa. Kikawaida tunaambiwa kwamba mgeni akija mwenyeji anapona. Lakini ujio wako wewe pale kwetu, mgeni wewe, ni matatizo. Unanifanya nagombana na ndugu yangu. Nitaenda kuwa mgeni wa nani mimi huko mtaani? Sawa, nimekuelewa. Lakini jua kuanzia sasa hivi kinaweza katokea chochote kitu kati yangu mimi na wewe. Unafanya nini hapa?